mara umeme umekatika nyumbani. Ulikuwa unafanya mambo yako, umekutana na giza. Mambo ya kawaida sana haya. Watu wengi tunafanikiwa kwa sababu tumekuwa kwenye mwanga, au mwanga pia ni kitu tunachokitafuta ili kuweza kuyafikia mafanikio yetu. Maisha yana changamoto zake. Karibu sana kwenye Kahawa. Neno giza ni neno ambalo tunalifahamu tulio wengi wetu. Ni ile hali ya kuwa kwenye mazingira ambayo yanakufanya usione unakoelekea. Giza inaweza kuwa ni tafsiri ya nyumbani, kwa maana ya matumizi ya mwanga. Pale unapoondoka unakuwa huonekani, au huwezi kuona watu wengine, au huwezi kuona vitu vingine. Giza inaweza kuwa ni hali ya kutokuwa katika mazingira yanayokufanya uwe na imani na matumaini. Giza inaweza kuwa ni mazingira ya kukata tamaa kutokana na changamoto ambazo unazipitia. Na hilo ndilo ambalo ningelipenda kulizungumzia zaidi. Katika hali ya kawaida tunapitia gizani. Tunapita kwenye matukio na matatizo mengi. Matatizo kadha wa kadha yanatuumiza. Tunakutana na misiba kwa mfano. Tunakutana na shida ya kutokuwa na pesa. Tunakutana na matatizo kadha wa kadha. Na inafika hatua tunaona kwa nini tuishi. Tunakuwa gizani muda mwingi. Lakini mbele huwa kuna mwanga. Ni jinsi gani ya kufikia mwanga? Ni kulikubali giza. Kulikubali giza kama sehemu ya mapito. Giza litapita, na baada ya kupita kwa giza, mwanga utakuja. Yawezekana leo kawa kwenye mwanga pia, unaenjoy maisha, unapata kila kitu. Lakini fahamu pia, baada ya mwanga ulionao, pengine kuna giza mbele linakusubiri. Umejiandaje kulikabili giza linalokusubiri? Au umejiandaje kupambana na hali ulionayo sasa hivi ya giza ili kupata mwanga ambao unakusubiri pia? Usihofu. Hali yoyote utakayokuwa nayo kwenye maisha ni mapito tu, na ni sehemu ya mchakato kabisa wa maisha tulionayo. Ili uweze kuyafikia malengo yako, na ukijiona uko gizani, usilione giza kama kitu kinachokuzuia. Lione giza kama njia inaweza kufikia kwenye mafanikio yako. Amini usiamini. Ukiwa gizani leo, endelea kupambana. Ukiwa gizani leo, endelea kuamini kwamba kuna siku giza hilo litaondoka na utafikia mafanikio yako. Karibu sana kwenye Kahawa. Karibu sana tujadili mambo kadha wa kadha, tuweze kuburudika pamoja.